Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 27 anasema, kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Lakini asipokuwa mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Kama kuna kanisa hilo mtu anayefasiri, watu wote wanatakiwa kunyamaza, mtu asinene kwa lugha kwenye hilo kanisa. Ila mtu atakapokuwa magotini akiwa anamuomba Mungu kibinafsi, anene kwa lugha hata siku nzima. Akiingia kanisani asinene kwa lugha isipokuwa kuna mfasiri. Kama hakuna mfasiri, hakuna kunena kwa lugha. Lakini leo hii imekuwa ni kigezo cha watu kujinadi kwa wasiomjua Kristo kama ni kigezo cha kiroho. Mtu anaongea shinda rakasika. Hii wote ni kiroho mpaka neno kwa lugha. Haijaruhusiwa. Kwa hiyo unaitwa ni unafiki. Wewe unaitwa ni usanii. Wewe umeambiwa usinene. Aliyesema ni Mungu. Sasa wewe unasomea mstari, unasema si Paulo amesema, subiri. Anasema mstari wa 37. Mstari wa 37. Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na yatambue hayo ninayowaandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Ni maagizo ya nani? Bwana. Ni maagizo ya Bwana, watu wasinene kwa lugha bila kufasiri. Amina. Leo mtu logo rosha, shida nasika, najisikia wewe ni mwongo. Wewe ni mvunja neno. Kama uko rohoni, unatoka kimya katika kanisa. Kwa hiyo tunakuwa na watu wengi wanaojua kunena kwa lugha, isipokuwa kwa sababu ya maagizo ya Biblia wananena kwa lugha wakiwa magotini tu. Ila kama kuna mfasiri, kanisa linanena kwa lugha. Mtu ananena, akimaliza tunasikia fasiri patie upande. Bwana anasema hivi, ule ulimwengu kutoka kwa Bwana. Tunainama kusema amina. Huu ndio utaratibu wa kanisa. Na hilo ndio kanisa la Mungu aliye hai. Lazima likomae. Lina watu waliotubu tu. Kama kanisa hilo lina watu waliotubu tu, huwezi kuikuta kanisani za dhambi. Huwezi kukuta mizaa kanisani. Unakuta watu wenye uchaji, waliovaa vizuri, wanaoishi vizuri, wanaoongea vizuri, wanaotenda vizuri. Hao ndio waenda mbinguni. Kwa hiyo umati mkubwa sana unaenda katika maangamizi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jina la Bwana libarikiwe. Anasema kama ukisema ni unaamini wala hujampokea Roho Mtakatifu bado, Mungu hajakutia muhuri bado. Hajakuwa na imani ya kutosha kukuamini bado. Na ndio maana zamani kanisa la kweli walikuwa waende kusomea, afu anapewa cheti umefaulu. Hatufaulu kumtumikia Kristo kwa kwenda kusoma darasani. Hiyo ni kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana leo kuna shida. Mtu ulimpenda kusoma, mtu ambaye hana wito, kwa hiyo anashindwa kuonyesha wito, anaionyesha elimu. Tunataka watu waonyeshe wito waliopewa na Yesu na sio elimu waliyosomea darasani. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana ukisoma katika Efeso 4:12, nikianza kusoma 11, Efeso 4:11, naye alitoa, huyu ni Mungu. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Sasa watu wengi leo hii wanajiita vitu vya aina mbalimbali. Yaani mtu anaibuka amekula chakula chake ameshiba, ameota ndoto ya jinamizi, anaamka mtume. Mwingine analala akaamka yeye ni nabii. Mwingine analala akaamka yeye kusali. Si kweli. Nabii uzaliwa nabii. Amina. Ila kuna kipawa cha unabii. Yaani sio mtu ameshitwa, kipawa cha unabii kinaweza kupata mtu wote mwenye karama hiyo. Inaweza ikakujia mara moja. Ukikakujia karama unabii leo,
ukatoa unabii na usitoe tena. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini mtume ni nani? Mtume ni mwanzishaji makanisa na mweka kanisa katika utaratibu. Hiyo ni kulingana na Biblia. Mtume kazi yake ni kuweka makanisa katika utaratibu na kuwarudisha watu katika neno. Ndio maana alikuwa anasema Paulo, nikija kwenu nitakuja na fimbo kwa Galatia. Nimesikia kwenu kuna faraka. Anawaambia Waefeso, anaenda kwa Galatia, anaambia Wagalatia pumbavu, ni nani aliyewaloga? You foolish Galatians. Nani amewaloga? Mlianza kwa roho, mnaenenda kwa mwili. Rudini kwa roho. Anaenda kwa Waefeso, anawaambia msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe roho. Tunaona huyu akiwaambia, anaweka makanisa katika nini? Katika utaratibu. Huyu ndio mtume. Amina Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamwona nabii anazungumza mambo yajayo. Nabii ni mtumishi wa Mungu, sio mtumishi wa siasa. Hapana. Kuna jambo baya litatokea katika nchi hii siku si nyingi. Wewe ni muongo. Mungu sio kipofu namna hiyo. Mungu anasema vitu vyenye maana, vyenye mantiki, vinavyoeleweka. Ndio maana angalia Elisha alisema, kesho majira kama haya kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Na siku ya pili kweli ilikuwa kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Kama wewe kweli ni nabii, ni jicho la Mungu, tuambie lini kitatokea, kitu gani, saa ngapi, atakifanya nani? Kweli. Amina. Sasa nimeona katika roho, nimeona kule jambo baya Tanzania, bendera nusu mlingoti. Wani mwongo mkubwa kabisa. Na wewe ni agent wa giza. Wala Mungu hana upuuzi wa namna hiyo. Mungu ana watu wanaotumikia katika roho na kweli. Roho Mtakatifu ni mzito. Roho Mtakatifu ni uweza. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayosimama bila mzaa. Sio wafatimizao wanaojiita manabii au sio manabii. Hawa mnaowaona wote wanatimiza Mathayo 24 mstari wa 24, anasema tazama, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watafanya ishara na maajabu ili kuwapoteza. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Kwa hiyo hawa wengi wapo kufanya ishara na maajabu yenye lengo ya kupoteza. Kweli Bwana. Lakini injili ya kweli inafungua watu waliofungwa. Kweli Bwana. Inaweka watu huru, inaponya magonjwa, inafanya ishara, inazivunja nguvu za giza na kumwekea watu tayari, watu waliotakaswa. Hiyo ndio injili ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Hata usanii wa watu walienda kwa waganga, wale wana mazingaombo wakipindikia tuwaone, leo wamegeuka kuwa wachungaji na wahubiri. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Yaani hawa anawashinda hata yule mama mwenye pepo katika Matendo 16:16. Aliwaona mitume, Paulo mitume akamwambia, hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri watu habari za wokovu. Alikuwa sahihi kila kitu 100%. Kweli. Lakini naona haya mapepo ya utambuzi ya kiwango cha chini cha watu wanaenda kuzimu. Ndio maana makanisa hayana utakatifu. Hiyo ni kweli. Kwa sababu wahusika wake ni wahuni. Karama za Mungu sio za kuchezea. Kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina Bwana. Kwa hiyo alifanya wengine, alitoa wengine kwa mitume wanaweka kanisa katika utaratibu. Wengine manabii wanaona maono ya vitu vinavyokuja, maono ya mambo mabaya yanaenda kuwapata sio mcha Mungu, na jinsi ya kumrudia Mungu kwa toba. Hao ndio manabii wanatupa maono kuhusu mambo yajayo. Anaweza akasema kitu kikatokea. Kweli Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Mwaka 1953 akaona mwaka 1961 William Marion Branham alisema Marekani itampata rais mwanamke, atavaa nguo za zambarau siku wakati anaapia. Makamu wa rais mwanamke atavaa nguo za zambarau siku yule makamu wa rais mwanamke anaapia, alivaa nguo za zambarau. Huo ndio nabii zinazotimia. Na alisema utatokea ugonjwa wa corona,
mwaka 63 utatokea mwaka 63 62, sikumbuki miaka sikumbuki, lakini miaka hiyo kuanzia 53 mpaka 63 alisema utatokea ugonjwa wa corona na barakoa, atakuwa lockdown, imetokea kila kitu. Kwa unajua kweli. Amina. Kweli Bwana. Sio wauza viazi wanasema eti mwezi wa 5 bendera nusu mlingoti. Niona mwezi wa 5 upi bendera nusu mlingoti wapi? Hakuna. Hawa watu ni waizi. Hiyo ni kweli. Wengine na mapepo ya utambuzi. Tumeona kwenye Biblia. Anasema wengine ni wainjilisti. Tukizungumza habari ya mwinjilisti ni kimondo. Akifika mahali kila mwenye dhambi ana raha, kila pepo linatetemeka, anawaambia habari za nguvu za Mungu. Yuko Yesu mwenye uweza, yuko Yesu asiyeshindwa. Ishara na maajabu vinafanyika kupitia mwinjilisti. Yeye ni kimondo, anawaka kila wakati. Ndio mwinjilisti. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Uje kumwokoa tanzi au uje kumshuhudia hata uje kuonyesha tena muujiza hata kuponya maumivu ya kichwa, unajiita wewe ni mwinjilisti. Wewe ni mwongo, mwizi. Ni kweli. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tukisoma tunaambiwa akina Filipo, akina Timotheo walikuwa ma-evangelist. Amina Bwana. Kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi wanaweza mkashangaa. Tawaambia. Alafu mwalimu kazi yake ni kuunganisha maandiko. Anachukua andiko fulani na andiko fulani akiweka linaleta maana. Anawaambia kabisa wazi, yule Kristo agano la kale katika Kumbukumbu 32 inasema Kristo ndiye mwamba, ndiye Mungu. Huyu hapa katika Wakorintho wa kwanza 10, Yesu amevaa, Mungu amevaa mwili unaoitwa Yesu Kristo. Huyu hapa Kristo. Anakwambia agano la kale hiki hapa, agano la jipya anaunganisha hiki hapa. Unamwona Kristo kiudhahiri zaidi kupitia maandiko. Huyo ndio mwalimu, anachukua andiko na andiko kiunganisho na mpata Kristo. Sio tunatendea story. Ni kweli. Nilisoma gazeti fulani, gazeti fulani, ni waongo. Kabisa. Mungu ametokea kitabu kimoja cha kurifaa, kitabu kimoja cha kurejea, na kitabu hicho ni Biblia. Amina Bwana. Kweli Bwana. Na mchungaji kazi yake ni kulilea kanisa. Kweli. Hasa mchungaji sio watu eti mchungaji nimebeba mizigo, anabeba waovu. Hakuna andiko linalozungumza kanisani wakae watu waovu. Yesu anakuja kuchukua kanisa hili kwa nini? Lisilo na wao wala kunyanzi. Kanisa safi. Tunasema nini mchungaji na kuvumilia waovu tu, huyo naye ni mwizi. Kweli Bwana. Kanisa la Yesu Kristo hilo mtenda dhambi. Somo Warumi 6 mstari wa kwanza Paulo anasema, je, tutende dhambi ili neema zidi kuwa nyingi? La hasha. Sisi tunaifia dhambi, tutaishije tena dhambini? Hiyo ni kweli Bwana. Amen. Hilo si andiko. Linatuhusu sisi. Hauruhusi mtu kuishi tena wapi? Dhambini. Kweli Bwana. Ni neema. Neema sio dhambi. Na watu wengi sana wanachanganya neema. Neema sio dhambi. Sasa nataka tusome neema. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Naomba tusome neema, wapendwa wa Mungu. Amina. Tito 2:11. Tito 2:11 nasema, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kumbe neema kuna jambo inafundisha. Neema inafundisha nini? Kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Hivi ukikataa ubaya na tamaa za kidunia, sio Roho Mtakatifu wewe? Je, neema inaruhusu dhambi? Hapana. Amina. Tumeokolewa kwa neema, sio kwa matendo. Tayari ukiokolewa kwa neema, matendo yako yanakuwa safi. Ni kweli tumeokolewa kwa neema ile ya matendo, lakini tutasoma naye tufundishwa katika ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na uungu kama Mungu wa sasa. Yaani tunaishi kama Mungu, tunaishi maisha